Leo ndugu zangu, nitazungumzia kitu kigeni sana, kitu ambacho kitakustaajabisha katika upande wa kielimu, na nitafungua baadhi ya siri ambazo zinazotumika hapa katika ulimwengu, na vile vile ninakujuzeni ya kuwa majini ambao wanaosemwa hawa wamechukua kopi yetu. Yaani sisi binadamu Mungu katupa special, kuna vitu katupa Mwenyezi Mungu sisi vya kwetu sisi wenyewe ambavyo vitatusaidia hapa ulimwenguni, lakini majini wamekopi ule uasilia wa Mungu sisi jinsi alivyotuumba. Kisha baada ya kukopi uasilia wa sisi Mungu alivyotuumba, ule uasilia ulivyouchukua wakaugeuza. Leo hii huo uasilia wenyewe unatumika katika njia tofauti tofauti. Kwa mfano, haya ni masaa 12 ambayo Mwenyezi Mungu ameumba mchana na mpaka jioni yake. Ameumba kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sawa? Haya ni masaa 12. Nadhani kameramani anakuonyesheni vizuri. Kuanzia saa 1 asubuhi, saa 2, saa 3, saa 4 mpaka saa 12 ya jioni. Mwanadamu anapata nguvu za mwanadamu zipo kuanzia saa 1 asubuhi mpaka mwisho saa 12 asubuhi. Mwanadamu hapo ndio anakuwa na nguvu ya kuweza kuhangaika mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Inapofika saa 12, mwanadamu huyu anapatwa na udhaifu katika mwili wake. Yaani ndio maana unakuta mwanadamu ikifika saa 12 mwanadamu huyu anakuwa yuko tayari kwenda kujipumzisha, wengine wanaenda kulala. Sawa? Kwa hivyo inapofika saa 12 nguvu ya mwanadamu inakuwa ndo mwisho wake inaishia pale. Kwa hiyo mwanadamu ni sawa kama na betri, ujichaji kuanzia saa 1 asubuhi, jua linapotembea vile, mwanadamu huwa ndio anapopata nguvu ya kuweza kusurvive majambo yake. Sasa Mungu ametuumba sisi. Sikiliza hii point ninayotaka kuizungumza hapa. Mungu ametuumba sisi katika mtiririko huu wa namba 12 katika miezi 12. Sawa? Na ukamilifu wa mwanadamu katika vitu vyote ni namba 12. Yaani ni miezi 10 na ngapi? 12. Yaani ni saa 1 asubuhi mpaka saa 12 ya jioni. Mpango wa Mungu uko hivi. Mpango wake Mwenyezi Mungu mwenyewe kwetu sisi wanadamu, mpango wake alitaka yeye Mwenyezi Mungu kwa mpango wake sisi tuishi katika mpango huu. Sawa? Ukiwa wewe ndo namba 1, sawa, Mungu kakuwekea kiumbe atakaye kusimamia katika riziki zako, lakini yeye ndo Mungu anayeumba. Mungu kakuwekea ndugu, harakati katika maisha yako. Mungu kakuwekea familia, yani uwe na baba uwe na mama katika maisha yako. Lakini Mungu kakuwekea furaha katika maisha yako, lazima uwe na furaha na uwe na watoto. Ni katika namba 5 yako. Mungu akakuwekea mlango wa maradhi ili uue katika maisha yako. Mungu akakuwekea mlango wa ndoa ili uoe au uolewe katika maisha yako. Na Mungu akakuwekea mlango wa kifo, lazima ufe katika maisha azaliwe mwingine. Na Mungu akakuwekea mlango wa safari, lazima usafiri katika maisha yako. Kuna vitu vingi sana. Na Mungu akakuwekea mlango wa ufalme wako, lazima uwe na utukufu katika maisha yako, lazima uwe na ufalme katika maisha yako, lazima uheshimike, hata kama uwe fukara, hata kama uwe tajiri, lakini lazima kuwa na heshima fulani Mungu amekupa wewe, ambao ni namba 10. Lakini Mungu akakuwekea msaada katika maisha yako. Unapopatwa na tatizo ni lazima ufanyeje? Uombe msaada, usaidiwe. Akakuwekea huu mlango wa 11. Lakini Mungu vile vile akaja kuwekea mlango wa wapinzani, lazima uchukiwe katika maisha. Yaani mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan naye anachukiwa katika maisha. Rais yoyote atakayeingia hapa Tanzania atachukiwa. Lazima yoyote hawezi kupendwa na watu wote. Hata wewe unamtazama hapa lazima uchukiwe. Unaona mpango wa Mungu, huu ndio mpango wa Mungu katika uishi wa mwanadamu hapa duniani. Kwa hiyo katika hii milango 12, kila mlango Mungu kakuwekea kiumbe ambaye huyo kiumbe atakusaidia kukuongoza katika majambo yako hapa ulimwenguni. Sasa mpango wa Mungu katika elimu yake, Mwenyezi Mungu alitaka mwanadamu awe khalifa katika ulimwengu.
awe mtu mkubwa, yani amiliki vitu vyote hapa duniani. Amiliki, yeye ndiye awe mkubwa, yeye ndiye awe rais, aongoze majini, aongoze malaika, aongoze wanyama, aongoze kila kitu. Lakini mpango huu hauwezi kutimia mpaka wewe mwanadamu uje kukaa katika hichi kiti hapa namba 10. Kwa hiyo kila mwanadamu ana kiti ambacho hicho kiti Mwenyezi Mungu mwenyewe amemjalia kuwa nacho. Hichi kiti ndio ambacho kile kiti ambacho anachotakiwa kukaa mwanadamu huyu katika maisha yake yote. Maanake ukikaa katika hichi kiti, maanake wewe unakuwa ni mtukufu. Ukikaa katika hichi kiti, maanake utakuwa wewe umepanda daraja kuanzia namba 1 mpaka katika 10. Maanake 10 ndio kuna kile kiti chako cha enzi ambacho Mwenyezi Mungu yeye amekujalia mwanadamu atakao ukae pale. Na haijalishi Ukristo wala Muislamu wala mpagani wala dini yote. Yaani mwanadamu yoyote yupo katika mfumo huu. Lakini katika dunia tuliyokuwa nayo mpaka mimi hapo ninazungumza haya maneno, hayuko mwanadamu yoyote katika zama hizi tulizokuwa nao aliyekuja kukalia hichi kiti. Hayupo, isipokuwa Nabii Adamu na mitume ndio iliweza kukaa katika hichi kiti, na baadhi ya waja wake Mwenyezi Mungu ambao hao waja wanatokea kila baada ya miaka kadhaa kisha wanaondoka hao waja. Kwa sababu gani? Kwa sababu shetani anawazuia wanadamu, anatuzuia sisi tusiweze kukaa katika kile kiti chetu cha enzi. Maana yake ukikaa katika hichi kiti cha enzi ni sawasawa kama na rais wetu amekalia katika kile kiti cha ufalme cha urais. Maana yake ukikaa pale Tanzania yote unakuwa yako kwa unaitazama hivi. Sasa hapo ukikaa mwanadamu, maana yake dunia nzima wewe ndio unakuwa khalifa, unaitazama hii dunia na vitu vilivyokuwepo hapa katika dunia. Nani aliyekalia kiti hichi zaidi ya Sheikh Muhammad bin Nasr radhiallahu anhu? Huyu ndio aliyeweza kukalia hichi kiti peke yake katika historia jinsi inavyoonekana. Katika historia Sheikh Muhammad bin Nasr ndio ameweza kukalia hichi kiti. Maana yake nini? Kila baada ya miaka kuna mawali wa Mwenyezi Mungu huteremka kuja kusafisha zile hali za ushetani ambazo wanadamu hawa wameharibiwa. Kwa hiyo lazima apatikane khalifa aje kukalia hichi kiti, asafishe zile hali za kishetani aziondoshe. Na hiyo haijalishi iwe Muislamu, iwe ni Mkristo. Na mpaka sasa hivi mimi kwa jicho langu Sharif Teacher, kwa jicho langu mimi ninavyotazama ulimwengu ulivyokuwepo sasa hivi, Tanzania bado hajatokea shekhe wa kuweza kukalia hichi kiti. Tanzania bado hajatokea padri anaweza kukalia hichi kiti cha makamu, ambacho kiti hiki mwanadamu huyo Mungu amemjalia mwanadamu lazima akalie hichi kiti ili apate kuongoza ulimwengu, ili apate kusafisha mabalaa, ili mema yapate kuteremka. Maana ukikaa katika kiti hiki wewe unakuwa na uwezo wa kumwambia Mwenyezi Mungu moja kwa moja, kwa sababu ukikaa katika namba 10, kwa hiyo namba 11 kwa elimu hii namba 11 ndio unakutana na Mungu mwenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo mambo ya mwanadamu yanaanza saa 1 mwisho saa 10. Saa 11 unamkuta Mungu mwenyewe. Kuanzia saa 10 ndio mwisho mambo ya mwanadamu. Saa 11 unamkuta Mungu. Saa 12 unakuta kiza, unakuta balaa. Balaa hilo saa 12 wanafufuka au wanaamka viumbe majini. Waliokuwa wazuri, waliokuwa wabaya, ambao hao majini hawawezi kusurvive katika jua. Wao wanaamka kuanzia saa 12. Sasa kuanzia saa 11 mpaka saa 12 usimama Mungu mwenyewe. Kwa sababu gani? Saa 12 hii balaa la majini wanapoamka kule, wanadamu hawa hawawezi kupambana na balaa la majini. Kwa hiyo Mungu ndo anasimama hapa kuanzia saa 12. Hii elimu majini wameichukua wakaikopi. Sasa walivyoikopi elimu hii ambayo hii ni elimu ambayo amepewa mwanadamu, ni ya kwake mwanadamu, na akapewa njia yeye mwenyewe mwanadamu, lakini majini wakaikopi hii elimu wakaileta katika njia zingine tofauti. Leo hii kuna bunge, si tunaelewana? Leo hii kuna bunge, leo hii kuna rais anakaa katika mji wa 10. Kwa hiyo haya mambo ya siasa mnayoyaona hapa duniani yote yametengenezwa na majini. Haya mambo ya siasa yote wamekaa, ni mpango wa jini, mpango wa shetani akatengeneza siasa hapa duniani. Lakini mwanadamu Mungu alimjalia yeye mwenyewe mwanadamu hawezi kuiongoza dunia kutumia mfumo huu. Sasa majini wakakopi ule mfumo ambao mfumo wenyewe ndio huu. Kuna milango hapa kama hii mlango wa 10, watu wanakaa katika kiti. Katika mlango wa 10 hapo maana anakaa rais. Sio, unaelewa? Katika mlango wa 3 hapa, unaona katika mlango wa 3, huu mlango wa 3 maana ndio bunge hilo linakaa linapanga. Lakini huu mfumo wa Mungu kwa mwanadamu wake
ili mwanadamu aweze kuja kuitawala dunia. Lakini shetani akaangalia mfumo, akaona bora auiga uchukue kopi. Leo hii ndio tunaishi nao katika siasa, watu wanauana, watu wanafanyana mambo mabaya, watu wanafanyana mambo machafu. Leo hii katika siasa kila mmoja anataka kukaa katika hichi kiti namba 10, lakini huu mfumo ni mfumo wako wewe mwanadamu ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe alikujalia kuwa nao. Ndio ile inayosemekana qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ukhalifa wenyewe ndio unakuja kukaa hapa wewe. Lakini haijalishi iwe ni Mkristo iwe ni Muislamu. Kwa hiyo katika milango hii yote, hii ni elimu ya mwanadamu, sio elimu ya uganga. Hii ni kopi majini wameichukua. Leo hii majini ndio wanasafiri nayo. Shetani kaiba huu mfumo, alipouiba huu mfumo akaona bora ulete kwa wanadamu. Leo wengine wamekuwa waganga kina Sharticha, leo wengine wamekuwa tabibu, leo wengine wamekuwa piga ramli, wale wengine wamekuwa tofauti, lakini mfumo umechukuliwa katika mazingira yetu. Umechukuliwa katika mazingira yetu. Sasa ukiangalia kielimu kiundani kwamba leo Tanzania ni nani amesimama hapa katika hichi kiti, hauwezi kumpata yule mtu sahihi ambaye alisimamia hichi kiti, ambacho hichi kiti ni utukufu. Yaani huyu mtu akikaa katika utukufu maana yake ataondoa ushetani wote. Bado hajatokea. Sijui lini atatokea. Hii ni elimu ambayo nataka nikukumbusheni leo kwamba hii falaki mnayoiona hii ni elimu ya kibinadamu na Mungu. Lakini majini wameiba, wametoa kopi ndio watu wanatembea nazo. Kwa hiyo katika mfumo huu kuna mambo mengi chungu mzima wewe mwanadamu unaweza ukayafanya wewe mwanadamu kwa kutumia hiyo elimu ambayo waloiba majini, leo ndio wanasafiri nayo. Ulimwengu mzima umeshikwa na majini. Sasa hivi ulimwengu wote majini ndio wametawala. Sasa hii elimu ukiweza kuitumia wewe hii elimu, basi una uwezo kusafiri nayo ukapata kupitia yale ambayo majambo yako unaohangaika nayo hapa na pale. Jamani, kuongea mimi siwezi, nitaka nikumbushe kupitia hii elimu, mjue thamani yenu wanadamu, thamani yenu iko hapa. Hayupo Mkristo, hayupo Muislamu, kila mwanadamu Mungu kamjalia hichi kiti. Na hichi kiti mpaka mwanadamu anakufa anaingia katika tumbo la ardhi, hayuko mwanadamu anaweza kuja kukalia isipokuwa wewe mwenyewe una juhudi na kupambana kuitaka hichi kiti chako kwa uwezo wa Mungu. Ndipo hapo sasa pagumu. Huwezi kufika hapa kwa sababu shetani hataki wewe ufike hapa. Ukifika hapa shetani akikuona umefika hapa, wewe unaweza kuharibu mifumo yake, kwa sababu ukikaa katika hichi kiti wewe unaweza kuongea na Mungu moja kwa moja na Mungu akakusaidia pale unachokitaka. Lakini mwisho tunaishia huko na mfumo umeshikwa na mashetani, mwisho wa picha ndio haya. Kwa hiyo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kutakieni siku njema.